Alianza maisha ya kawaida, ghafla akapata utajiri mkubwa, nyumba ya kifahari na zawadi zisizo na hesabu. Lakini utajiri huu ulikuwa na siri na masharti ya ajabu. Baada ya muda, Jason alikosea masharti, akawa maskini tena, na kiumbe cha kutisha kilianza kuonekana. Kabla hatujaanza, subscribe ili usikose sehemu zote, na andika kwenye maoni, umeanza kusikiliza simulizi hii kutoka wapi? Okay, tuanze sasa simulizi yetu. Mariam hakuwahi kufikiria maisha yake yangekuwa tofauti kiasi hiki. Alipokutana na Jason miaka miwili iliyopita, alikuwa kijana wa kawaida tu mjini, lakini mwenye ndoto nyingi kuliko uwezo wake. Watu wengi walimchukulia kama mtu anayeota sana, lakini hakukuwa na mtu aliyedhani ndani ya mwaka mmoja tu angegeuka kuwa bilionea anayetikisa nchi. Mara ya kwanza Jason alipomtongoza Mariam, rafiki zake walimwambia awe makini. Huyo jamaa utajiri wake wa ghafla si wa kawaida, walinong'ona. Lakini moyo wa Mariam ulikuwa tayari umeshapenda. Jason alikuwa mpole, alimjali. Alionekana kama mtu anayejua anachokifanya. Ndani ya miezi 6 pekee ya uhusiano wao, maisha ya Mariam yalibadilika kabisa. Jason alinunua nyumba kubwa yenye milango ya kioo, maboa mawili ya kifahari, magari mapya, mashamba makubwa, zawadi zisizo na hesabu. Mariam alihisi kama yuko kwenye ndoto isiyoisha. Lakini kitu cha kwanza cha ajabu kilianza pale walipoanza kuishi pamoja kwenye nyumba hiyo mpya. Kulikuwa na chumba kimoja upande wa chini, chumba chenye mlango mzito kuliko yote, chumba ambacho Jason hakuruhusu mtu yoyote kukikaribia. Hiki ni chumba cha kuhifadhia vitu vya kampuni, alisema. Lakini hata alivyosema, Mariamu alihisi jibu lake halikuwa la kweli. Ndani ya siku chache mambo ya ajabu yakaanza kujitokeza. Kila saa 4 usiku, nyumba ilitetemeka kwa sekunde chache. Si kama tetemeko la ardhi, hapana. Ni kama kitu kikubwa kilikuwa kikisogea chini ya ardhi au ndani ya ukuta. Wakati mwingine, Mariamu alisikia pumzi nzito ya kitu kisichoonekana. Pumzi ya kitu kikubwa mno. Kitu ambacho hakitakiwi kuwepo duniani. Aliwahi kumuuliza Jason, lakini alikatisha haraka. Ni mifumo ya hewa tu. Sitaki tukose usingizi kwa mambo madogo. Lakini macho yake yalionyesha wasiwasi. Jason alianza pia kuondoka usiku mara kwa mara. Mara nyingi saa 7 au saa 4. Alirudi baada ya muda akiwa na jasho jembamba, lakini nguo safi. Kama mtu aliyefanya kitu kizito, lakini si cha kukimbia. Mariam alizidi kuwa na maswali kuliko majibu. Siku iliyoleta mshtuko mkubwa ilifika alipoenda kufungua friji kutafuta kitu cha kula. Aliona sahani iliyofunikwa vizuri, lakini ndani kulikuwa na mchanganyiko wa mtama na kitu kilichoonekana kama unyi mzito wenye rangi ya ajabu. Hakuielewa harufu yake. Haikuwa harufu ya chakula cha binadamu. Lakini lililomgusa zaidi lilikuwa ni karatasi ndogo juu ya sahani. Iliandikwa, "Usisahau kumlisha, nitarudi kuchelewa usiku." Moyo wa Mariam uchanganyikiwa. Kumlisha nani? Aliwazwa. Usiku uliofuata, saa ya ukutani ilipopiga 4, nyumba ilitetemeka tena. Safari hii zaidi ya kawaida. Mariam akashuka taratibu kuelekea chumba ambacho hakuruhusiwa kukikaribia. Mlangoni palimwachwa wazi kidogo. Kutoka ndani alisikia mwili mkubwa ukijivuta sakafuni. Kelele ya kitu kizito kama kiumbe chenye magamba makubwa. Akakaribia zaidi, polepole akishika pumzi. Ndipo alisikia sauti ya Jason ikisema kwa upole, "Utalie, utapata chakula, sikusahau." Kisha sauti nyingine ikajibu. Sauti nzito, isiyo ya kibinadamu, isiyowahi kusikika kwenye dunia ya kawaida. "Mwanadamu, siku zako za ahadi zimepungua." Mariamu akatetemeka. Kitu kikubwa kilipiga sakafuni kwa nguvu, kisha kimya kikafuata. Kwa haraka akapanda ngazi kimya kimya hadi chumbani. Hakulala usiku wote ule. Alihisi kama nyumba nzima inamtazama. Asubuhi ilipofika, Jason alionekana mchovu pita maelezo. Alikataa kujibu maswali yoyote. Na hapo ndipo Mariamu alijua Jason haishi na siri ya kawaida. Siri yake ni kiumbe kikubwa, kisicho cha dunia hii. Kiumbe ambacho kilianza kudai ahadi aliyoahidi zamani. Usiku ulipofika, nyumba nzima ilikuwa kimya. Mariam na Jason walikaa kando ya kila mmoja, wakipumzia kwa hofu na wakiwa macho yake yamefunguka. Kiumbe kikubwa kilisimama pale chini, macho yake ya dhahabu yakimwangalia kila mmoja. Hakusema chochote. Kilisimama tu kimejibana kwa nguvu, kinavutiwa na ahadi zilizovunjika. Jason alijua sasa hakuwepo njia nyingine.
Alimkumbatia Mariam akisema kwa sauti ya kujaribu kudhibiti hofu yake, lazima tukamilishe kila ahadi, lazima tuangalie masharti yote na kuyafata. Mariam akatetemeka, lakini alikubali. Walishuka pamoja kwenye chumba cha chini, wakisogea taratibu, kila hatua ikiwa na hofu na heshima. Kiumbe kilijibu kwa pumzi nzito na muonekano wake ukapungua kidogo, kama kingepokea ushauri na makubaliano mapya. Muda ulienda na Jason alianza kutimiza masharti yaliyoachwa kwa makosa. Chakula kilitolewa, ahadi zilichukuliwa kwa makatili, na hatua kwa hatua kiumbe kilianza kupungua nguvu yake. Lakini Mariamu alijua hakuna kurudisha nyuma kamwe. Utajiri huu ulikuwa na gharama na kila ahadi itakuwa makatili. Usiku ule walikaa pamoja, kando ya kila mmoja, wakitazama kivuli cha kiumbe kilichonyoka lakini kimetulia. Sauti yake ilikuwa kimya, lakini macho yake ya dhahabu yalionyesha kuwa kitu kikubwa bado kinawasimamia. Mariamu alijua sasa maisha yao hayakuwa tena ya kawaida. Lakini pia alijua kwa hofu hiyo walikuwa wameshaanza kuelewa thamani ya kila kitu kilichopatikana: utajiri, mali, hata mapenzi, yote yaliyokuwa na masharti. Jason alimkumbatia Mariam tena, akiwa na tabasamu ndogo. Tumepata chochote, lakini kwa uangalifu. Hakuna kitu kinachotolewa bure. Kila kitu kimeshajaribu nguvu yetu. Na hapo walikaa kando ya kila mmoja, wakijua maisha yao hayakuwa ya maisha, lakini walikuwa tayari kuishi na siri ya kiumbe hicho kwa hofu na heshima. Baada ya usiku huo wa hofu na masharti yaliyotimizwa taratibu, Mariam alijua maisha yao hayakuwa rahisi tena. Lakini hofu kubwa iliyofuata ilikuwa ya ndani. Haikuwa tu ya kiumbe, bali ya maisha yaliyokuwa yameharibika. Garrison alikaa kwenye kiti cha chumba chake kikubwa, macho yake yakitazama sakafu bila kuona chochote. Alihisi utajiri wote, mali yote, hata heshima yake vilikuwa vikipotea pole pole. Hakuna furaha tena. Kila kitu kilikuwa na gharama. Mariam alijaribu kumfariji, lakini moyo wake ulijaa huzuni. Alihisi kama kila hatua aliyopiga, kila ahadi aliyotoa imekuwa mzigo mkubwa wa maisha. Alijua kuwa hata mapenzi yao yalikuwa na bei ya hofu. Siku zikapita. Nyumba kubwa ilianza kuonekana kama nyumbani wa zamani. Maskini, magari yaliuzwa, biashara zilizokuwa mali walizopata ghafla zilianza kufungwa. Hofu na uchungu vilijaa kila kona ya nyumba. Garrison alijaribu kurudisha kila kitu, lakini hakujua wapi pa kuanza. Mariam alijua kuwa kiumbe kilikuwa kikisubiri kila kosa, kila ahadi iliyovunjika na kila hofu ya ndani ya moyo wao. Usiku mmoja, Mariam aliketi pembeni ya dirisha akitazama mvua ikinyesha nje. Moyo wake ulikuwa mzito. Alijua maisha yao yalikuwa yamegeuka kuwa changamoto isiyoisha. Hakuna raha tena, hakuna utulivu. Kila kitu kilikuwa na gharama, na gharama hiyo ilikuwa kubwa mno. Garrison alipanda kitandani, macho yake yakiwa na uchungu na majuto. Samahani Mariam, nilidhani tunaweza kushinda kila kitu, lakini masharti haya hayako kwa ubora wetu. Alijisikia chini, hafahamu ni jinsi gani waweza kuendelea. Mariam alitetemeka, macho yake yakiwa yamejaa machozi. Lakini hatuwezi kurudi nyuma Garrison. Lazima tuishi na kile tulichopata na kile tulichopoteza. Hapo usiku ukawa mrefu na kimya. Nyumba ilibaki kimya. Kiumbe kilikuwa kimetulia chumbani, lakini hofu na huzuni vilishikilia kila kona. Mariam alijua kuwa hatimaye walikuwa wakazi wa hofu na masharti, wakikumbana na gharama za utajiri wa ghafla. Na pale waliamka kila siku kwa huzuni, wakijua kuwa maisha yaliyojaa utajiri hayakuwa rahisi wala ya furaha kamili. Hofu, majuto na majonzi yalikuwa sehemu ya kila pumzi waliopumua.